Dalili za hatari wakati wa ujauzito, mojawapo ni mama kupata maumivu makali ya kichwa. Ya kichwa. Yaani mama akianza kusikia maumivu, kichwa kinauma sana, hiyo ni mojawapo ya dalili za hatari. Sambamba na zinahusiana na umri wa ujauzito? Hapana. Wakati wowote wa ujauzito, mama anapojigundua tu ni mjamzito sasa hivi, sawa, akaanza kuhisi maumivu makali ya kichwa, anatakiwa kufika hospitali, ndio yasiyovumilika. Hata akimeza vidonge vya kutuliza maumivu bado kichwa ni kimeshashamaa tu. Kwanza atushauri mama mjamzito kumeza dawa kujimezea mwenyewe. Anatakiwa afike hospitali, wahudumu wa afya ndio watamwambia bwana, unatakiwa umeze dawa fulani. Kwa sababu kwa mama mjamzito akishakuwa mjamzito, kuna dawa ambazo hatakiwi kutumia. Na shughuli. Kwa hiyo kuna dawa ambazo ni salama kwake na kuna dawa ambazo si salama kwake. Okay. Ukiacha maumivu makali ya kichwa, kuona kizunguzungu. Mama mjamzito akianza kuona kizunguzungu au anaona maluelue, haoni vizuri, hiyo ni mojawapo ya dalili za hatari. Mara kwa mara hiyo au kuna wakati inamtokea kwa kiwango kikubwa? Ndio, huwa inamtokea, yani kadri muda unavyozidi kuendelea, na hiyo dalili inazidi kutokea mara nyingi na kwa muda mrefu zaidi. Kwa hiyo unaweza kuona labda kwa leo imetokea mara moja, then kesho inatokea mara mbili, muda unazidi kuongezeka. Kwa hiyo anapoona kizunguzungu, wengine atakuta akilala, anavyoamka anakuta anapata kizunguzungu, haoni mbele vizuri, anaona maluelue, hiyo ni moja dalili ya hatari. Na si kawaida. Tumezoea mjamzito dakika za mwanzo ile kichefuchefu na nini, kumbe kizunguzungu wakati mwingine inawezekana labda kikamtokea, lakini kumbe kinavyozidi kuwa ni endelevu, kadri umri unavyozidi kukua ujauzito, basi kumbe ni hali ya hatari. Ni hali ya hatari, anatakiwa asichukulie kawaida. Asichukulie kawaida kabisa. Sawa sawa. Dalili nyingine ni maumivu makali ya kifua. Tunaita, wengine wanaweza kusema chembe ya moyo. Yaani hapa karibia na chembe ya moyo anapata maumivu makali sana. Hiyo nayo ni dalili ya hatari, anatakiwa kufika hospitalini. I see. Dalili nyingine ni kupoteza fahamu au kupata degedege. Mama mjamzito akipata degedege au akiwa anapoteza fahamu, hizo ni dalili za hatari, anatakiwa kufika hospitalini. Tumeelewana hapo? Kweli shughuli. Dalili nyingine, mama mjamzito hatakiwi kutokwa na damu sehemu zake za siri. Sawa. Hatakiwi kutoka na damu wala majimaji. Kwa hiyo anapoona hayo majimaji, wengine wanapata uchafu wa kawaida mdogo, ila yanapokuwa yamezidi anatakiwa kufika hospitalini. Mfano, maji yanachuruzika mpaka usawa wa miguuni. Hiyo ni too much. Anatakiwa kufika hospitalini. Ile kidogo tu unyevu umemaanisha hata nguo ile ni kawaida. Lakini ikishafika baba anaweza kuchuruzika mpaka miguuni, afike hospitalini. Ila anapoona damu, iwe kidogo iwe nyingi, anatakiwa kufika hospitalini haraka iwezekanavyo. Yaani hatakiwi kabisa kuona damu bila kujali umri wa ujauzito ule. Haya. Sasa kuna wakati mwingine unajua inawezekana wakati mwingine mtu yaani maana ni vitu ambavyo natakiwa aje anajikagua sasa. Maana kuna wakati mwingine inawezekana kiwango cha damu kimetoka kidogo na kimeishia hapa kwenye nguo, afu asikague hata nguo, akaenda kubadilisha tu, akaenda kufua na nini, na vitu kama hivyo. Anatakiwa anajikagua mara kwa mara, anaangalia. Sawa sawa. Dalili nyingine ni maumivu makali ya tumbo. Sawa sawa. Mama mjamzito hatakiwi kupata maumivu makali ya tumbo. Tumbo la uzazi hilo. Tumbo la uzazi. Sasa kwa mimba ndogo au kuna wenzetu ambao wanapata mimba ya kwanza, tunasema ni mara yake ya kwanza kupata mimba. Kwenye kutofautisha tumbo la uzazi na la, yeye anashindwa kutofautisha. Ila kama haujafika umri wa kujifungua, hautakiwi kupata maumivu makali hapa nyuma. Sasa kuna wakati
kuna wengine wamejaliwa maumivu, kina mama. Kipindi cha kile cha ada kila mwezi. Ndio. Wanakuwa na maumivu makali mpaka ile kishapiti fulani ndio wanarudi kawaida. Ndio. Sasa maumivu kama yale ndio kama haya yanakuja kwenye ujauzito na ambayo ni hatari, au maumivu haya yanakuwa tofautiana na yale pale ya kipindi kile cha ada. Yaani hapa maumivu yoyote yale. Aina yoyote ile ya maumivu ya tumbo. Akiyapata tu yeye juu ni dalili ya hatari. Anatakiwa kufika hospitalini. Sawa. Dalili nyingine tunasema mtoto akianza kucheza. Anatakiwa awe anacheza kila siku. Sawa. Kwa hiyo asipocheza ni dalili ya hatari. Kutwa nzima mtoto anapiga kimya tu. Kimya. Hapo mama unatakiwa ufike hospitali. Kwa haraka hizo ndo dalili kubwa za hatari mama ambazo anatakiwa akiziona azichukulie kwa uzito mkubwa sana. Haraka iwezekanavyo. Afike hospitali.